Ladies and gentlemen, karibuni kwenye Pepa Tuku na mimi mchambuzi wako Frank Mathew. Hali gani Tanita? Umeamkaje ama umeamshwaje? Karibuni sana. Siku ya leo tupo na gazeti la Uhuru, Habari Leo, Mwananchi, Nipashe pamoja na Mwana Spoti. Habari ya kwanza katika gazeti la Uhuru. Unajua kuna ule mtindo ambao watu wanaamka na kukesha na kulala, lakini mawazo yao yote ni namna gani wanapata vichenchede ambao ni wanafunzi. Anamwambia anko, una maswali yanayokusumbua ya logarithm? Una maswali yanayokusumbua ya hesabu? Je, una maswali yanayokusumbua ya historia, the Majimaji War, land alienation, forced labor? Nipo hapa anko kwa ajili ya kukusaidia. Njoo nikufundishe tuition. Tabia gani hii? Inapaswa kukemewa kwa bakora wazi wazi. Serikali jamani, ingilieni kati, ingilieni pembeni, ingilieni na kwa juu. Jela miaka 30 kwa kumbaka mwanafunzi. Wasichana wanawake hiha, na sisi wanaume ndo tupo wachache, wao wapo hiha. Unatoka huko unaenda kujinaniliu burudisha kwa mwanafunzi. Kisa nini sasa? Udanganyifu tu kuwapa wanafunzi penseli na peni. Eti njoo kaunta book yako ilikuwa ya ngapi? Imeisha. Njoo nikuongezee kurasa. Wewe, eti njoo nikuchore mchoro wa moyo na figo. Madapo unaanza kumchora yeye. Muone kwanza. Ongezeni hiyo 60. Habari nyingine moja kwa moja katika gazeti la Habari Leo. Ndiyo, Habari Leo. Ukanda wa Nyasa mbioni kufaidi umeme wa REA. Umeme wa REA safi sana, serikali inajitahidi siku hizi. Huku mjini unaweza kukuta ligorofa halina umeme, lakini vijijini ukienda unakuta kanyumba kanyasi, lakini ina taa kila sehemu, taa mpaka chooni. Chooni imewekwa taa kule ndani kabisa. Unajua ile vioo vya shimo, wale wadudu wanamulikiwa kwa mzigo, hata ukiwa unashuka hivi wanauona. Yaani vijijini kajumba kanyasi kama ifingomishwa tu miti. Shwa yembe tu uwe na nyumba. Hapa ndipo pa kuishi. Hata kama hamna nyumba, unasema mimi nalalaga hapa chini ya mti, wanakuwekea taa. Ila REA safi sana. Na saa hizi huko vijijini, kwa nini msianzishe hata umeme wa yale mabaki ya labda mabua ya mahindi, mabua ya maharage, mabua si ya nini, yanakuwa yanachomwa nazalisha umeme. Mnaonaje ndugu zetu TANESCO na wengine mamlaka ya nanilio nishati mnaanzisha vijijini kule, kuna watu wanatembeaga umbali mrefu, zile barabara mnaweka sehemu za kukanyaga, mtu akikanyaga tu anazalisha umeme. Mnaonaje hiyo idea? Pepa Tuku tunawapa hiyo idea hapo, serikali ingilieni kati. Wanatushauri badala kuendelea kuchambua magazeti. Inahusu nini? Tuache kushauri. Tuende katika gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi, madhara ya kutegemea akili unde kwa kila kitu. Tegemea AI. Leo ni juma ngapi? Nakwambia leo ni Jumatano. Naambia mbona sio Jumatano? Nakwambia nimekosea, ni Jumanne. Kuna AI kuna siku nikamwambia AI vipi? Akosagi majibu. Nikamwambia sasa natafuta kazi. Nikamwambia kazi gani? Nikamwambia tu yoyote ya kuingiza hela. Nikamwambia ndugu yangu utoboi. Ila yeye nikamwambia na hiyo CV yangu. Nikamwambia kwa hiyo hapa nakusikitikia sana. Kuna vitu vingine vya kujiongeza, sio kila kitu AI. Si namna ya kufanya nini AI. Namna ya kufanya nini? Sasa hivi hadi namna ya kuchemsha maji ya kunywa AI. Kuchemsha maji. Na yenyewe ikosagi kabisa majibu. Habari nyingine, usingizi kinga kwa afya ya akili kimwili. Usingizi mwenda wa kulala. Sasa mnatuambia msilale sana. Nani shida wanasayansi? Unaweza kuamka leo akakwambia hivi, kesho usile hiki, kesho kule hiki. Huyu anasema fanya hivyo, huyu mwingine anakuambia lala vya kutosha, mwingine anakuambia ukilala napo ukipitiliza napo ni shida, usipolala napo ni shida. Sasa tufanyeje? Tulale au tushtuke? Ila wanasayansi ndo tusidandiliwi hivi. Habari nyingine, wenye miaka 40 mpaka 50 waongoza kuugua figo. Ndugu yangu, ukiona kabisa wewe ulizaliwa kuanzia 1984, 85, 86 na kuendelea pale mpaka 90 ngapi hapo, ndugu yangu upo kwenye hatari ya kuambukizwa ama kupata madhara ya figo. Na wanasema ukinywa maji mengi ni shida, usipokunywa maji ni shida napo.
ila wanasayansi tunashindwa kuwaelewa. Na hapo ukienda imepanda imeshuka, ukitumia si vilevi shida, shida mara unaenda kwenye ujenzi, mawe yamejaa kwenye figo, ama uchukue usijengee hata nyumba yako, haiwezekani. Nataka jilinde ndugu yangu, uko kwenye miaka 40 mpaka 50 kinaweza kikaumana, anza kuchangisha watu. Mungu atunusuru. Enda moja kwa moja katika gazeti la Nipashe, gazeti la Nipashe. Yes, hii ni ripoti za tume. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akipokea ripoti za tume, anasema hatua mpya ya Ngorongoro, serikali kufanyia kazi hoja kuhusu ardhi na uhamiaji. Safi sana kule Ngorongoro, wana ndugu zetu wa Masai kule, waona kwa namna gani wanaishi na simba. Sasa simba watasikitika sana ndugu zetu kuendelea kuhamishwa kule Ngorongoro, hasa wale simba ambao walikuwa yani simba walikuwa wameheshimiana, wanaweza wakawinda hata swala na nini, lakini kifika kwenye swala la ng'ombe, wa Masai wenyewe wanakuwa wameandika don't eat anything in the laboratory without permission. Nakumbuka haya mambo yani simba akiona ng'ombe wa Masai hakanyagi hata kwenye unyayo, na Masai wanajua bisa, oya mkizingua tunawazingua. Sema unajua kwenye issue za kuwa tunatakiwa tulete meno yenu kwa anamuona ng'ombe wa Masai kama nanilio simba mwenzake. Moja mchezo ni Ngorongoro, safi sana. Kule unaenda kule kuna bonge la kreta, nakwambia huko unafika juu unakuta mawingu wewe ndo unayaona chini sasa ila utalii safi safi, utafanyaje sasa? Na moja kwa moja twende katika gazeti la Mwanaspoti, na hizi ni habari za michezo. Mwanaspoti, akili mpya, Pedro amaliza kazi, hesabu kwa Azam. Niliwaambia timu ya Yanga haiheshimu vyombo vya ulinzi na usalama. Haya, Prison wao badala ya kuwafunga Yanga, wao ndo wamefungwa. Sasa Prison nyinyi ndio mtakiwa mfunge wafungwa, mbona mmefungwa? Ila naniliu ni Yanga, tutafanyaje sasa hapa Sasa hesabu kwa Azam. Sasa hesabu kwa Azam si muhimu ndo kuanza tu mambo ya ice cream. Peto safi. Na sisi wenyewe Simba tunatamani muda mwingine huko hata Yanga wasafishwe, lakini ndio hivyo. Utafanyaje sasa? Nani amfunge mpaka kengele? Yes, mambo magumu hii katika ligi kuu ya UEFA barani Ulaya. Matokeo yapo hapa. Kama timu yako unaiona hapo, unaona timu yako imepigwa ngapi? Chelsea mlikula 5. Mmekuwa mnafuata nini uwanjani? Totti naye kapigwa 5. Kina Yamal dogo huyu naye maneno mengi, wamedraw. Arsenal naye kachania watu mikeka. Man City kapigwa na Real Madrid. Nafanyaje sasa? Hizo ndio mambo za utamu wa ligi. Lakini katika habari za Mwananchi kurasa za michezo, Mpanzu amuibua Baka baada ya kuokoa jahazi juzi. Sasa Mpanzu naye anaanza kuongelea Baka, asema sio kwamba hatutaki kumchezesha sijui nini na nini, tunamtegemea. Tutafanyaje sasa? Lakini habari ya mwisho, ujenzi barabara Arusha washika kasi kuelekea AFCON 2027, na hapa tukiona wakuu mbalimbali wakaenda kukagua ujenzi wa uwanja wa mchezo Arusha kuelekea AFCON. Ndio, na ni washauri tu, mkiona barabara hazipitiki, pia naweza kaagizwa ndege ama helikopta za kutosha kwa ajili ya kutubeba sisi mashabiki mbalimbali kuelekea katika viwanja hivi. Na kumbuka ulikuwa na mimi mchambuzi wa magazeti na wala sio mchambuzi wako Frankie Matthew. Tuonane asubuhi ya Jumatatu kwenye Paper Talk. Tafadhali usisahau kucomment, subscribe, kulike na tuonane wakati mwingine. Alamsiki.